Watu hupata tafsiri ya mtu ni nani kwa kuangalia maisha ya kawaida tu ambayo mtu anaishi. Huangalia vipaumbele vya mtu, mahali ambapo mtu huyu anapenda kupatikana, marafiki zake, vipaumbele vyake, majibu yake, vile anavyoongea. Hivyo ndivyo huwa vinawapa maana watu kwamba huyu mtu ni wa aina gani. Unajua kuna uwezekano mkubwa sana mtu anaweza kawa na uwezo, ana fedha nyingi, ana mali nyingi, lakini vile alivyojiweka ndivyo watu watakavyomchukulia. Hata kama yeye anajijua kwamba ni tajiri, ikiwa tu ataishi kwa namna ambazo watu wamezoea, wakimuona mtu kwa sura hiyo huwa wanatafsiri kama ni maskini, basi watamchukulia au watamuita au watamtafsiri kwamba huyo mtu ni maskini. Nikiwa na maana ya kwamba ikiwa mtu ana uwezo lakini akiamua kujishusha, labda akatembea kwa mguu, akala vyakula dhaifu, akaishi mahali dhaifu, moja kwa moja watu huwa wanapata maana kwamba huyu mtu hana uwezo, kwa sababu wao wamezoea mtu tajiri watamuona kwenye nyumba ya kifahari, lakini pia atakuwa na gari zuri, atakuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo huwa vinawapa maana watu. Maisha ya kawaida kabisa tu, hayo ndio ambayo watu huwa wanatafsiri. Kwa kuyaona hayo, watu huwa wanatafsiri huyu mtu ni wa aina gani. Je, ni maskini au ni tajiri au ana tabia gani? Sasa pointi yangu iko hapa kwamba watu wakikuita muuaji, watu wakikuita mtekaji, wakikuita mdhulumaji, usikatae. Kwa sababu vile ulivyojiweka ndivyo hivyo ambavyo watu watakuchukulia. Hata kama kuna namna ambayo wewe unajijua ni mtu wa aina gani, lakini vile tu ulivyojiweka hivyo ndivyo ambavyo watu watakuchukulia. Na kibiblia inasema kwamba mtu hatapita vile anavyojiona nafsini mwake. Maanake vile anavyojiona, ile namna anayojiona nayo ndani, hiyo ndio ambayo hutokeza nje.